Members of the press, I know you know me. I'm Gladys Boschole. Apart from being the Women County MP for Uasin-Gishu County, I'm also a legal counsel. I have been very surprised of what has happened today. Honorable Sudi was available to the police in broad daylight earlier yesterday, during the day, in the middle of town, in a function that was licensed by the police themselves. And yet they had an opportunity to summon him to the police station or arrest him at that stage, and they did not do it. By choosing to come in the night, it is extremely irresponsible of the police. It is irresponsible because what they are doing is causing unnecessary tension in the area. And if anything happens, the National Police Service should be held responsible. Exactly. Because although we have spoken to all our people, we have said you stay calm. Get to the end. Also, and I know that we have spoken to them. They are peaceful. Yes, but we tell the police it is not necessary what they did. Another issue the police should have done is the police should have actually investigated and interrogated the culture around this area. In our culture, you don't go to someone's house at night. When you go to somebody's house at night, it's an act of war. Or people think you want to kill the person. That is why there is a panic. So tafadhali mungekuja mchana. Kama jale jingalenjin, mogibendi gota chigemboi. Gimechegebendi giwagemboi gelen. So kamakosa. And also another important issue. So culturally, what they have done is unnecessary. It has made people very suspicious. People are saying he has been around. Why haven't they arrested him? And now arrested him. And most importantly, remember that an accused person under Article 49 of our Constitution has a right to be told why they are being arrested. They have a right to have a lawyer. They have a right for the charges against them to be explained to them in a language that they understand. It is important that they are given the opportunity to be told whether they want to say something or they have the right to remain silent and to know the consequences of it. So it's important that all those procedures are followed. And they are better done in a police station, not in a homestead in the middle of the night. And you remember, in our homesteads, we have our children. They are terrorizing the children. Because can you imagine the children watching? They are traumatized. Yes, and yet, Oscar Sudi, if you had told him to go to the police station, he will present himself. And we have no problem. And when he presents himself to the police station, the Criminal Procedure Act and section 123 says that he can be given bail and bond there at the police station. He doesn't have to be locked up and told to go to court on Monday. He can get it there at police station, at the police station. So people are even suspicious and saying to keep for 3 days. That's why I picked him on Friday. Yet he was available the whole week. Available. So what we are just appeal in order. We are appealing to the police. We are going in to order, police officers. Hold on. I think what we are appealing to the police is kindly. Just we'll give you an undertaking that Oscar Sudi shall present himself on Monday. Yes. But if you, because doing anything at night now with all this tension, I think it is an irresponsible action. So let us try and all become, lakini vijana naomba asoma matietu again. Wanyama. Ameje tunge mwaitai ne tukun kele kakita uvita hapana. Sisi peaceful. We are peaceful. We are peaceful people. Hatuna shida. Asanteni sana. Let us open roads. Hii kauli tulisema na Uasin-Gishu na bonde la ufa kwa jumla tulisema nini? Tunataka amani na umoja. Kila mtu akae, mwenye anauza manguo, mwenye anafanya nini, wale wanauza manguo wafuza, wengine wenye wanachunga ng'ombe. Wale wanachunga ng'ombe wafuza, wale wengine wanauza manguo. Lakini kitu ya muhimu tuache kudanganyana. Hakuna mwingine anashinda mwingine.
na hakuna mwenye ako na roho ya mawe na mwingine ako na roho ya plastic. Watu ni mtoto ya mtu. Msindahifadhi maneno ya KEMSA. Msindahifadhi maneno ya KEMSA. Nilisema mapema mwezi 3 mwezi 4 iliyopita. Nikasema hii corona ni fake. Wakakataa kunisikia. Nikasema hii maneno wanatuambia lockdown. Ati muoshe mkono mkae nyumbani. Alafu hao wanajitayarisha kuiba pesa wa Kenya. Wamekula pesa ya malaria. Wamekula pesa ya TB. Wamekula pesa ya ukimwi. Sasa wamekula pesa ya corona. Na hii corona yenyewe ni fake. Tunaelewana? Tunaelewana? Tunataka tuambie hawa na tunawapatia kwa sababu investigation inafanya kazi yao. Hii maneno ya KEMSA hamwezi mkazima. Maneno ya KEMSA tutarudia mpaka siku ile ukweli itapatikana ya KEMSA. Mlikuwa mnasemanga William Ruto ni mwizi. Sasa nani amemshikia wizi? Nani amemshikia wizi? Hii maneno ya KEMSA hii na hiyo Ministry of Health iko na maneno mingi sana. Na jamii wacha niwaombe muibe ya barabara. Muibe ya kitu kingine lakini msiibe ya wagonjwa. Msiibe ya maiti. Mtu mmoja unasikia amechukua 4 billion mtu mmoja. Hii maneno ya KEMSA hii na ukiona wale watu walikuwa wananijibu juzi kwa ile debate yetu. Ukianzia Junet ni mwizi wa NYS, ni mwizi wa KEMSA. Ukikuja Waiguru ule wenye anawakilisha wa mama wote kwa wizi Kenya hii. Ameiba kila mahali. Ukienda Wanga hapo kwa KEMSA. Ukiona watu wote tu walikuwa naongea hapo wanajaribu ati kuongea, alafu naita sema msishike hawa. Wa biashara ni jamii wetu wa Gema. Lakini kama kuna serikali imeumiza mtu wa Gema mwanabiashara ni serikali yetu ya Jubilee. Hiyo ni ukweli. Lazima tuambie ukweli. Na tukisema sisi wote we are equal, hatujasema kwa ubaya. We are all equal. Kila mtu anafuta hewa moja na hii hewa kama ingekuwa inapeanwa na watu fulani, haki ya Mungu nyinyi wote hamngekuwa hapa. Tulikuwa tunataka tuambie tu wale wanadanganya kuzungusha wamama huko na fitina, sisi hatutaki. Ile discussion ya juzi yangu na Ngeno, rais alimaliza jana. Hata yeye alisema na sasa tulifungia jana. Sasa imekuwa equal na hiyo ikaa hiyo. Lakini sisi wote ni same. Na sisi wote ni wa Kenya na Kenya ni yetu sisi wote. Tunaelewana? Tunaelewana? Lakini ya mwisho tunataka tuombe DCI wetu hapa. Wakati watu kama kina Buseki wanafanya mkutano usiku, tuma mtu yako asikie ile vitu wanaenda kutokea wananchi. Na tunataka tuseme kwa hii kaunti wazi, ukitaka kufanya mkutano fanya mchana. Ndio kila mtu anasikia namna hii. Watu wangapi wanasema tuache double standard katika Kenya hii? Watu wangapi wanasema kila mtu ako na haki ya kuongea Kenya anafikiria kwa kinywa yake? Na mimi nataka niambie polisi wetu, kwa sababu mmetupatia heshima, sisi pia tutawapatia heshima. Hatuwezi pita kiwango ile haifai, sisi wengine ni viongozi. Lakini maneno ya kutumia tear gas na nguvu, jameni tuache. Tunaelewana? Waache kutumia tear gas na nguvu. Sisi wote ni Wakenya, kila hatuya hesi ongea hivi, ula anaweza ongea hivi. Ula hesi sema hivi lakini huyu mwenye baba anaweza sema hivi, hapana. Hatuwezi kubali. Atuoni na Murage washikwe kwanza. Na hawa ndio wachochezi wameanza hii kazi yote hii. Alafu Tobiko afuate. Alafu Sangena angefuata. Alafu sasa kitambo atufikie waanze hao wenyewe wako hata kina Matiangi wote washikwe. Tunaelewana? Ndio tumesema waanze na Matiangi, wakuje Tobiko, wakuje Murage, wakuje Atuoli, wakuje Kibicho, wakuje watu wengine, hii itanyamaza. Na wamalizie Buseki. Ndiye rafiki yetu Raila Odinga. Usiongee maneno ya violence katika Kenya. Isitoe kwa mdomo yako. Kama kuna watu walikufa Kenya hii ni kwa sababu ya wewe na chama yako. Don't tell us anything about maneno ya wengine. Ile kitu mimi naunga Uhuru mkono 100% na William Ruto ni maneno ya 2012 ya amani. Na hiyo tutaendelesha na hakuna mtu atatuingia katikati kwa hiyo. Na mimi nimekuja kuongea kwa niaba ya wamama.
Wamama ni kweli wapewe heshima yao, lakini swali langu ni Deputy Ruto anaingilia wapi na mambo haya? Hakuna mahali Ruto alitaja mama ya mtu. Hakuna mahali Ruto alionekana akisema. Unamuingiza katika hii mambo kwa nini? Kwa nini Ruto anashinda akitajwa? Wamoshomba, ulikuwa wapi wa mama wakivunjiwa nyumba? Wamoshomba, ulikuwa wapi wa mama na watoto wao wakilala nje? Kwani kuna mama na mama? Mama plus mama equals to mama. Kwa hivyo Wamoshomba, wacha kushinda ukitutishatisha. Hata sisi tumezaa, hata sisi ni mama. Simama kwa niaba ya wamama, wacha kusimama kwa niaba ya matajiri. Masikini analia, masikini atatetewa na nani? Sisi kama wamama tunalia. Wamama walilala nje, wamama na watoto wao wanalia. Kwani wamama wengine hawana haki? Wamama wengine hawana watoto? Tafadhali Wamoshomba, tunakuomba, tetea wamama wote. Tetea wamama wote. Wewe ni mama, simama kama mama, simama kwa pengo kama mama. Wachaneni na Ruto kabisa. Wachaneni na Deputy Ruto kabisa. Wachaneni naye kabisa. Sijui mnamuingiza kwa nini? Mulituambia ya Uhuru 10 na ya Ruto 10. Saizi kwa nini mnatudanganya? Kwa nini mnashinda mkitutishatisha? Kwa nini wakati ule hamkutuambia ni Uhuru peke yake? Nyinyi wenyewe mlituita, mkatuambia. Wacheni tupige kura, mtupatie 10 ya Uhuru na 10 ya Ruto. Na tukaitikia, tukawapatia kura. Kwa nini tena mnatuchanganya? Kwa nini tena mnatutatiza? Tafadhali President, na kuomba kama mama, tusikize kama wamama. Tunakuheshimu, tunakupenda, tulikupigia kura. Na saizi Members of the press, I know you know me. I'm Gladys Boschole. Apart from being the Women County MP for Uasin Gishu County, I'm also a legal counsel. I have been very surprised of what has happened today. Honorable Sudi was available to the police in broad daylight yesterday, during the day, in the middle of town. In a function that was licensed by the police themselves. And yet they had an opportunity to summon him to the police station or arrest him at that stage, and they did not do it. By choosing to come in the night, it is extremely irresponsible of the police. It is irresponsible because what they are doing is causing unnecessary tension in the area. And if anything happens, the National Police Service should be held responsible. Exactly. Because although we have spoken to all our people, we have said you stay calm. Get to the end. Also, and I know that we have spoken to them. They are peaceful. Yes, but we tell the police it is not necessary what they did. Another issue the police should have done is the police should have actually investigated and interrogated the culture around this area. In our culture, you don't go to someone's house at night. When you go to somebody's house at night, it's an act of war. Or people think you want to kill the person. That is why there is a panic. So tafadhali mungekuja mchana. Kama challenge ngalenjin mogibendi got up Game Boy. Game Boy gelen so kama kosa. And also another important issue. So culturally, what they have done is unnecessary. It has made people very suspicious. People are saying he has been around. Why haven't they arrested him? And now arrested him. And most importantly, remember that an accused person under Article 49 of our Constitution has a right to be told why they are being arrested. They have a right to have a lawyer. They have a right for the charges against them to be explained to them in a language that they understand. It is important that they are given the opportunity to be told whether they want to say something or they have the right to remain silent and to know the consequences of it. So it's important that all those procedures are followed.
and they are better done in a police station, not in a homestead in the middle of the night. And you remember, in our homesteads we have our children. They are terrorizing the children. Because can you imagine the children watching? Yes, and yet Oscar Sudi, if you had told him to go to the police station, he will present himself. And we have no problem. And when he presents himself to the police station, the Criminal Procedure Act and section 123 says that he can be given bail and bond there at the police station. He doesn't have to be locked up and told to go to court on Monday. He can get it there on at police station at the police station. So people are even suspicious and saying to keep for 3 days. That's why I picked him on Friday. Yet it was available the whole week. So what we are just appeal in order. We are appealing to the police. We are going to police officers. Hold on. I think what we are appealing to the police is kindly. Just we'll give you an undertaking that Oscar Sudi shall present himself on Monday. Yes. But if you, because doing anything at night now with all this tension, I think it is an irresponsible action. So let us try and all become lakini vijana naomba asoma matietu again wanyama ameje tunge mwaitai ne tugun gele kagita uvita hapana sisi to be peaceful. We are peaceful people. We are peaceful people. Hatuna shida. Asanteni sana. Let us open roads. Hii kauli tulisema na Wasingishu na bonde la ufa kwa jumla tulisema nini? Tunataka amani na umoja. Kila mtu akae, mwenye anauza manguo, mwenye anafanya nini, wale wanauza manguo wafuza, wengine wenye wanachunga ng'ombe. Wale wanachunga ng'ombe wafuza, wale wengine wanauza manguo. Lakini kitu ya muhimu tuache kudanganyana. Hakuna mwingine anashinda mwingine. Na hakuna mwenye ako na roho ya mawe na mwingine ako na roho ya plastic. Watu ni mtoto ya mtu. Msindahifadhi maneno ya KEMSA. Msindahifadhi maneno ya KEMSA. Nilisema mapema mwezi 3 mwezi 4 iliyopita. Nikasema hii corona ni fake. Wakakataa kusikia. Nikasema hii maneno wanatuambia lockdown. Ati muoshe mkono mkae nyumbani. Alafu hao wanajitayarisha kuiba pesa wa Kenya. Wamekula pesa ya malaria. Wamekula pesa ya TB. Wamekula pesa ya ukimwi. Sasa wamekula pesa ya corona. Na hii corona yenyewe ni fake. Tunaelewana? Tunataka tuambie hawa na tunawapatia kwa sababu investigation inafanya kazi yao. Hii maneno ya KEMSA hamwezi mkazima. Maneno ya KEMSA tutarudia mpaka siku ile ukweli itapatikana ya KEMSA. Mlikuwa mnasemanga William Ruto ni mwizi. Sasa nani amemshikia wizi? Nani amemshikia wizi? Hii maneno ya KEMSA hii na hiyo Ministry of Health iko na maneno mingi sana. Na jamii wacha niwaombe muibe barabara. Muibe kitu kingine lakini msiibe wagonjwa. Msiibe maiti. Mtu mmoja unasikia amechukua 4 billion mtu mmoja. Hii maneno ya KEMSA hii na ukiona wale watu walikuwa wananijibu juzi kwa ile debate yetu. Ukianzia Junet ni mwizi wa NYS, ni mwizi wa KEMSA. Ukikuja Waiguru ule anawakilisha wa mama wote kwa wizi Kenya hii. Ameiba kila mahali. Ukienda Wanga hapo kwa KEMSA. Ukiona watu wote tu walikuwa naongea hapo wanajaribu ati kuongea, alafu rais aseme msishike hawa. Wa biashara ni jamii wetu wa Gema. Lakini kama kuna serikali imeumiza mtu wa Gema mwanabiashara ni serikali yetu ya Jubilee. Hiyo ni kweli. Lazima tuambie ukweli. Na tukisema sisi wote we are equal, hatujasema kwa ubaya. We are all equal. Kila mtu anafuta hewa moja na hii hewa kama ingekuwa inapeanwa na watu fulani, haki ya Mungu nyinyi wote hamngekuwa hapa. Tulikuwa tunataka tuambie tu wale wanadanganya kuzungusha wamama huko na fitina, sisi hatutaki. Ile discussion ya juzi yangu na Ngeno, rais alimaliza jana. Hata yeye alisema na sasa tulifungia jana. Sasa imekuwa equal na hiyo imekaa hiyo. Lakini sisi wote ni same. Na sisi wote ni wa Kenya na Kenya ni yetu sisi wote. Tunaelewana?
Lakini ya mwisho tunataka tuombe DCI wetu hapa. Wakati watu kama kina Buseki wanafanya mkutano usiku, tuma mtu yako asikie ile vitu wanaenda kuchochea wananchi. Na tunataka kusema kwa hii kaunti wazi, ukitaka fanya mkutano fanya mchana. Ndio kila mtu anasikia namna hii. Watu wangapi wanasema tuache double standard katika Kenya hii? Watu wangapi wanasema kila mtu ako na haki ya kuongea Kenya anafikiria kwa kinywa yake? Na mimi nataka niambie polisi wetu, kwa sababu mmetupatia heshima, sisi pia tutawapatia heshima. Hatuwezi pita kiwango ile haifai, sisi wengine ni viongozi. Lakini maneno ya kutumia tear gas na nguvu, jameni tuache. Tunaelewana? Waache kutumia tear gas na nguvu. Sisi wote ni Wakenya, kila hatuya hesi ongea hivi, ula anaongea hivi. Ula hesi sema hivi, lakini huyu mwenye hapa anasema hivi, hapana. Hatuwezi kubali. Atuoli na Murade washikwe kwanza. Na hawa ndio wanyongezi wameanza hii tabu yote hii. Alafu Tobiko afuate. Alafu Sangena angefuata. Alafu sasa kitambo tufikie waanze hao wenyewe wapo hata kina Matiangi wote washikwe. Tunaelewana? Ndio tumesema waanze na Matiangi, wakuje Tobiko, wakuje Murade, wakuje Atuoli, wakuje Kibicho, wakuje watu wengine, hii nchi itanyamaza. Na wamalizie Buseki. Niye rafiki yetu Raila Odinga, usiongee maneno ya violence katika Kenya, isitoe kwa mdomo yako. Kama kuna watu walikufa Kenya hii ni kwa sababu ya wewe na chama yako. Don't tell us anything about maneno ya mwingine. Ile kitu mimi naunga Uhuru mkono 100% na William Ruto ni maneno ya 2012 ya amani. Na hiyo tutaendelesha na hakuna mtu atatuingia katikati kwa hiyo. Na mimi nimekuja kuongea kwa niaba ya wamama. Wamama ni kweli wapewe heshima yao. Lakini swali langu ni Deputy Ruto anaingilia wapi na mambo haya? Hakuna mahali Ruto alitaja mama ya mtu. Hakuna mahali Ruto alionekana akisema. Unamuingiza katika hii mambo kwa nini? Kwa nini Ruto anashinda akitajwa? Wamoshomba, ulikuwa wapi wa mama wakivunjiwa nyumba? Wamoshomba, ulikuwa wapi wa mama na watoto wao wakilala nje? Kwani kuna mama na mama? Mama plus mama equals to mama. Kwa hivyo Wamoshomba, wacha kushinda ukitutishatisha. Hata sisi tumezaa, hata sisi ni mama. Simama kwa niaba ya wamama, wacha kusimama kwa niaba ya matajiri. Masikini analia, masikini atatetewa na nani? Sisi kama wamama tunalia, wamama walilala nje. Wamama na watoto wao wanalia. Kwani wamama wengine hawana haki? Wamama wengine hawana watoto? Tafadhali Wamoshomba, tunakuomba, tetea wamama wote. Tetea wamama wote, wewe ni mama. Simama kama mama, simama kwa pengo kama mama. Wachaneni na Ruto kabisa. Wachaneni na Deputy Ruto kabisa. Wachaneni naye kabisa. Sijui mnamuingiza kwa nini? Mulituambia ya Uhuru 10 na ya Ruto 10. Saizi kwa nini mnatudanganya? Kwa nini mnashinda mkitutishatisha? Kwa nini wakati ule hamkutuambia ni Uhuru peke yake? Ninyi wenyewe mlituita, mkatuambia. Wacheni tupige kura, mtupatie 10 ya Uhuru na 10 ya Ruto. Na tukaitikia, tukawapatia kura. Kwa nini tena mnatuchanganya? Kwa nini tena mnatutatiza? Tafadhali President, na kuomba kama mama, tusikize kama wamama, tunakuheshimu, tunakupenda, tulikupigia kura. Na saizi